Namshukuru Mungu kuweza kupata nafasi hii na kuweza kuzungumza na wanachama wenzangu tukiwa pamoja na viongozi wetu. Nasema hii mechi ni muhimu kwa kila mwanachama na mpenzi wa Simba. Tukishinda sio kwamba mwenyekiti kashinda au CEO kashinda. Kila mwanachama, kila mpenzi ndio alishinda. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwa kila mpenzi na mwanachama wa Simba. Najua inawezekana wazi kabisa kwamba tunaweza tukawa na hitilafu kidogo za hapa na pale, lakini hizo hitilafu tunaziacha. Tunasema kwanza tunashughulika na game, tukishamaliza tukifaulu inshallah, ambayo ndio madhumuni makubwa, sio kushinda tu. Kushinda ni sehemu moja, lakini kushinda kwa kufaulu, kuendelea nusu finali ndio malengo ya kila mwanachama. Nataka wanachama na wapenzi waelewe kwamba kuna tofauti gani kati ya uwanja wa Mkapa na uwanja mwingine. Nasema kwa Mkapa mtu hatoki sio kwa ajili ya wachezaji peke yao. Hatoki mtu kwa ajili ya nyinyi wanachama na wapenzi wa Simba. Mnapojaza uwanja ndio mnaofanya wachezaji wawe na nguvu zaidi. Kwa hiyo naomba mjitokeze, na ushindi huu mimi labda nitasema 50% ni kutokana na kujaza huo uwanja. Nataka nyinyi ikiwezekana pamoja na watoto wenu mwalete ile mwe shuhuda kwamba siku Simba waliingia nusu finali, basi na mimi nilikuwa nipo. Na mtoto wako awe baada ya muda awe anajivunia kwamba na yeye alikuwepo, yupo uwanjani. Lakini kukaa uwanjani, nahisi mliona mechi tuliocheza kule nusu finali, sio tu wanashangilia wakati sisi tunafanya vizuri. Tunatakiwa tushangilie dakika zote 90 ili unaposhangilia basi wale wachezaji wa pinzani wanakuwa hawana mawasiliano ndani pale. Kwa hiyo inakuwa vigumu wao wenyewe kusikilizana. Lakini sisi tukiwashangilia tunajua wachezaji wanapata nguvu na wanapata morali ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Mwisho wa siku ni majaliwa Mwenyezi Mungu, kwamba akipenda tutavuka, lakini Mungu anasema kila siku kwamba lazima ujifanye jitihada, ndio yeye anaongezea baraka yake. Siku nyingine mtu anaweza katafuta goli moja naye inakuwa ni ngumu, lakini nilivyoona timu, nilivyoona viongozi walivyosumbuka na mashabiki, nimewasikia kila siku kwenye mitandao, basi Mungu atatujalia tutaweza kufika. Lakini narudia tena tu kwamba tuache maneno ya kuisakama timu au kuwasakama wachezaji. Kila mchezaji amejitolea, na kama kulikuwa na pungufu basi hakufanya makusudi, imetokezea. Kwa hiyo tuwe kitu kimoja, tuache kulaumiana na tuendelee kujenga timu yetu ili tuweze tukafika. Nataka tulivyozoea kutolewa robo finali, basi labda tuzoe kutolewa, ingawa tunataka tuchukue kombe, lakini basi tupande hatua moja, tuwe ni regular wa nusu finali kwa miaka 2-3, alafu ile naye inaheshima. Wale ambao wanatubezea kwamba hawa wanaishia wa robo finali, basi wajaribu na wao kuingia robo finali. Robo finali nilivyozungumza siku za nyuma ni timu 8 bora kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo sisi tumeshaweka alama kwamba sisi nenda rudi, sisi tumo kwenye hizo 8 bora. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana viongozi wamefanya kwa kusajili wachezaji wazuri na kuweza kuhamasisha timu na kumpata kocha mzuri, ndio maana tunabakia kwenye hiyo level. Kwa hiyo anaweza kuwa mtu mwingine ambaye labda hampendi mwenyekiti, lakini kusipompenda haiwezi ikamvunja nguvu ya kuweza kufanya vizuri. Na kila anapofanya vizuri, basi yule ambaye anabifu labda na kiongozi mwingine, basi anaumia zaidi. Acha kuumia na kupoteza nguvu zako, njoo ungana ili tusherekee kwa pamoja. Nawatakia Simba kila laheri na naombea viongozi tupate mafanikio kwa pamoja. Asante. Asante sana.